Ni mwenyeji wa Songea lakini makazi yangu yako Dar es Salaam. Amen. Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu leo nimepata kibali kichoni pake kusimama mbele ya madhabahu hii na mbele ya watu wa Mungu hapa kwa ajili ya kumshukuru Mungu. Tokea nimepata uponyaji mahali hapa nilikosa kupata nafasi ya kuja kutoa sadaka shukrani, lakini namshukuru Mungu leo nimepata hiyo nafasi. Kwa hiyo wale wasiofahamu historia yangu ni kwamba nilikuja hapa tarehe 3 ya mwezi wa kwanza. Nilikuwa na shida ya mguu, nilivunjika mguu huu, nilikanyagwa na daladala maeneo ya Dar es Salaam, nikafanyia operation Muhimbili, wakanivisha chuma maarufu kama antena, lakini walichelewa kuunga. Ndugu zangu wakanitafutia hospitali nyingine, nilikwenda hospitali ya Benjamin Mkapa Dodoma, ambapo walifanya operation, walichana huku na huku, wakaingiza vyuma humu ndani. Kwa hiyo hapa nilipo sasa hivi nina vyuma. Mguu wangu ulichukua muda sana kupona, sikujua kwa sababu ya nini, lakini kuna namna ambayo ilisababishwa. Nilipoingia hapa nilifanywa maombezi, niliendelea kuombewa na kushiriki maombi kila Jumamosi, kila Jumapili, Jumatano na Ijumaa. Namshukuru Mungu nimepokea uponyaji mahali hapa. Kwa ulivyofanyiwa maombi ndio ukapokea uponyaji? Baada ya kupata maombi ya kanisa hili ndio nimepata uponyaji. Jambo hili lilikuwa rahisi, ilikuwa ni gumu sana kwangu kwa sababu kulingana na maelezo ya madaktari na umri wangu, walisema mguu wangu utachukua muda mrefu kuunga, pengine naweza kuanzia miezi 6 kwenda mbele hadi mwaka mzima. Lakini nilipoingia hapa mguu wangu umeweza kuunga kwa urahisi zaidi. Baada ya maombi ukapona haraka. Umepona na hivi sasa unavyoniona ninatembea. Nilikuja hapa nina magongo mawili. Amen. Wengi wananifahamu. Amina, 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 amina. Sasa hivi natembea na nguvu na natamani niweze kufanya hata kazi kweli. Amen. Nilikuwa naonekana nachechemea, lakini hii haijalishi, mimi mwenyewe najiamini. Amen. Nina nguvu, ninaweza nikatembea. Amen. Ndugu mshirika wa mahali hapa, mimi napenda nikuambie kitu kimoja. Mimi ninaona wivu wewe unayesali kwenye hili kanisa. Amina. Mahali hapa pana nguvu za Mungu. Nguvu za Mungu. Mimi natoka Dar es Salaam ambako kuna makanisa mengi sana. Amina. Kule mahali popote unapokwenda kuombewa lazima utoe chochote. Utoa pesa. Hakuna maombi ya bure Dar es Salaam. Lakini hapa kaji anakuombea kwenye simu. Hata 100. Amen. Wachungaji kule wanapanga siku za kuona washirika kuwaombea watu, na unapokuja pale kanisani lazima uwe na sadaka ya maombi. Huwezi kuingia kwenye ofisi ya mchungaji au kanisani bila kuwa na sadaka. Kuna secretary anasimama nje mlangoni ili wewe uweze kwenye nimeshawahi kuombewa kwenye kanisa Islam kwenda kutoa shilingi 30,000 kuweza kumwona nabii wani hapa. Mimi sio kama nasema, ni kweli kabisa. Nilitoa shilingi 30,000 kwenda kumwona nabii, alitabiria niambie mambo yangu, lakini sikuweza kufanikiwa. Kwa hiyo namshukuru Mungu nimefika mahali hapa, nimeombewa bila gharama yoyote. Nilikuwa kutoka nyumbani kuja hapa. Gharama yangu nilitoka pale nyumbani kuja hapa. Bidii yangu ya kuja hapa. Amina. Nashangaa mchungaji anasema wanao wenye shida waje anawaombea bure. Kwa kweli nimshukuru Mungu sana mahali hapa. Nawaambia ukweli, huyu mchungaji akiondoka hapa aseme aende Dar es Salaam, akaingia kwenye media yoyote, aidha aingie kwenye redio yoyote,
Kuna redio kule zinaitwa, kuna redio inaitwa Wapo Radio, kuna hawa wanajiita Channel 10, kuna redio ziko nyingi. Akiingia huyo akijitangaza, aise, hata kwa mtu wa kawaida huyu anaweza akanunuliwa